So nataka tuone kitu katika Judges 20 verse 19. Tusome hapo. Tuone wakati mwingine huwa tunaenda mbele za Mungu ama tunataka vitu, hatujauliza Mungu, hatujapatiwa go ahead, lakini tunaanza kujiingiza katika mambo na finally huwa tunapigwa ama tunafika mwisho tunaanza kulalamika. Mbona Mungu hakujua? Kwa nini Mungu hakuniambia? Bwana asifiwe. Hata hiyo mwaka najua kuna wenye wamelalamika, Mungu kwani usinijue hii mwaka vile itakuwa, kwa nini hukuniongoza? Kwa nini haukuniambia? Amen. Lakini hata wewe haukuuliza Mungu kama niende ama kutakuaje. Wewe ulishika tu njia na ukaenda na wenye wanaenda. Na ulipofika mahali ukakwama. Judges 20 from verse 16. Tumeambiwa habari za wana wa Israeli na wana wa Benjamin. Maandiko inasema wameuliza kama vile sisi tumeuliza huu mwaka Mungu itakuaje? Na kila mtu aliyetabiri, sijasikia mwenye ametabiri akasema kitu kingine. Wote wamesema ni baraka. Ama umesikia kitu kingine? Mimi sijasikia. Wamesema tutakuwa matajiri, tutabarikiwa, tutainuliwa sana. Bwana asifiwe. Labda na mimi niko na message tofauti na hiyo. Bwana asifiwe. Lakini maandiko inasema hivi, walipomuuliza Bwana ndiye aliwajibu akamwambia, enendeni kwa sababu mtawavamia na mtawashinda. Halo? Hata hii mwaka tunajipanga kupigana na zile vitu ziko katika huu mwaka, ili katika end of this year tukuwe na ushindi. Tumwambie Bwana, haya ndio tumeyakamilisha na hizi ndizo vitu zile tumepigana. Bwana asifiwe. Kila mtu amejipanga, kuna vitu anataka ashinda katika mwaka huu. Na katika kule kushinda, kuna vitu lazima utafanya. Bwana asifiwe. Mungu anataka kabisa kukubariki, lakini kuna vitu utafanya. Bwana asifiwe. Mimi sijui kwa nini walimuuliza Mungu na Mungu akawaambia enendeni. Hakika utapata ushindi, lakini hawakupata ushindi. Kwa sababu Mungu anatarajia mahali kwingine wewe uwe na hekima, utumie hekima. Usitumie nguvu zako za mwili, lakini utumie nguvu ambazo amekupatia. Kwa hivyo akawaambia enendeni. Si ndio maana amekurukisha katika hii mwaka. Akasema jo, 2026 nitakuwa pamoja na wewe. Lakini ana expect wewe utumie nguvu zake, sio zako. Kushinda kwako ni wewe kumtegemea Mungu. Ushindi wako utatokana na vile utajiachilia kwa Mungu. Licha ya kuwa kuna baraka ama hakuna, ni vile utajipeana kwa Mungu. Bwana asifiwe. Wakaenda. Na walipoenda maandiko inasema 22,000. Na ni watu wale strong, wakauliwa wana wa Israeli. Na walikuwa wamemuuliza Mungu, hii mwaka Mungu nataka twende aje? Asema twendeni ni kuzuri. 22,000 were killed. Bwana asifiwe. Bila hata sijui Israeli walitoa nguvu wapi ya kuenda mara tena wakapigana na wanajua vile walichapwa. Nataka niambie mtu ama nitie mtu nguvu ambaye alishindwa 2025, alipatana na mambo mpaka akasema haitawezekana tena. Kuna vita amepigana nayo mpaka ikamfikisha mwisho, ajui kama ataendelea mwaka huu ama ataachana. Maana hiyo iko vita. Haikuwa vita kidogo. 22,000 watu kuuliwa haikuwa mchezo. Na wewe ile iliyokupigia vita uliyopigwa 2025 mpaka ukakata tamaa ukasema mimi sioni kama nitatoboa tena, sioni kama nitaendelea tena, nimekuja nikutie nguvu, nikuambie jaribu tena, maana mara hii utashinda katika jina la Yesu. Amen. Wakarudi pale tena, lakini kuna kitu bado hawajafanya. Wakamuuliza Mungu, twende tena. Sasa hiyo wamechoka, wako na uchungu, wako na maumivu, wamepoteza ndugu zao, lakini bado wakamwendea Bwana, wakamuuliza kama Mungu twende 2026, unasemaje Mungu twende? Asema si tuendelee. Mungu ana expect uwe na akili. Bwana asifiwe. Ana expect wewe uwe na akili. Bwana asifiwe. So alipowaambia tena waende, wakaenda tena wakauliwa, si kupigwa tu, wakapigwa na wakauliwa tena 18,000. That is day 2. Bwana asifiwe.
Mimi naongelesha mtu ambaye amepigana vita na ikamshinda. Kuna mahali amefika akasema, mimi hapa sitoboi tena, sioni kama itawezekana. Hata kama hii madhabahu ilianza kitambo, miaka 5 iliyoisha, lakini ikafika mahali tukasema sasa tuinue mikono, lakini Bwana anasema ataenda pamoja na wewe, ni yeye atakushindania na akupiganie. Kuna kitu bado hatujafanya. Bwana asifiwe. Sio sisi tuvunjike moyo, sio saa ya kuvunjika moyo, sio wakati wa kufika mwisho, ni wakati wa kuinuka tena na tumuulize Baba, unasemaje 2026? Ni kama ni wewe Bwana, tushike na mkono na tutatoboa ile vita iliyotupiga 2025 ama hiyo miaka iliyopita. Tunatangaza kuishinda, tunatangaza kuinuka kiwango kingine katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Hata kama hakukuwa kusuri, hiyo mwaka imeisha. Hata kama mambo hayakuwa mazuri, ulipigwa sana na magonjwa, ukapigwa na maskini na mambo yote, lakini huu mwaka kuna kitu Mungu anataka ufanye, na kupitia hiyo atakupatia ushindi. Amen. Haleluya. Amen. Wakajikusanya tena after kupigwa 22 na 18. Mara mbili hawajapata ushindi, lakini mara ya 3 wanasifiwe. Na ndio hii tuko sasa. Mara ya 3 walipofika wakaenda mbele za Bwana, wakamuuliza Mungu, mwaka wa 2026 unasemaje, tuende ama tusiende, tukawapige ama tusiwapige? Mungu akawaambia, enendeni, maana mtawashambulia na mtapata ushindi mkubwa. Si mtu wa sauti amen. Lakini kuna mambo 2 matatu walifanya. Bwana asifiwe. Hiyo siku walikaa mbele za Bwana, wakatoa dhabihu, wakatoa na sadaka, wakajinyima kukula chakula hiyo siku yote, na tena wakabeba na sanduku ya agano ikawa miongoni mwao. So they never go alone. Bwana asifiwe. Yule ambaye atashinda ni yule ambaye atategemea nguvu zake mwenyewe, ni ambaye hatamtegemea Mungu, hatatazamisha macho yake juu mbinguni mahali msaada wake unatoka. Huyo mtu ni mtu ambaye atashinda, lakini yeyote atakayetumainia Bwana, atakayetazama, huyo atashinda. Amen. Mundu tekuhoka hinya wake mwaka uyu ucio ni ekuhotanirwo, no mundu wothe ukuhoka hinya wa icokasi yake, huyo hakuna mahali ataenda. Bwana asifiwe. So hiyo siku wakakaa mbele za Bwana, wakahojiana mioyo yao, kama walikuwa na dhambi wakatubu, kama walikuwa wamefanya maovu wakatubu. Wakakaa katika mchana mzima mbele za Mungu wakijihoji, wakitafuta uso wa Bwana. Amen. Kitu ambacho hakuwa wamefanya hapo awali. Inahitaji tu ufanye kitu kimoja, ukae mbele za Bwana, umuulize Mungu, unasemaje katika huu mwaka wangu? Mungu, nipe laini, nipe direction, vile nitakavyoenda, vile nitakavyofaulu hivi vita, vile nitakavyopigana, maana ninajua hizi vita sio za kawaida, na hakuna wakati utakosa vita, lakini kile cha maana ni vile utakavyopigana na vile utakavyopata ushindi katika hiyo vita. Vita haziishi, vita ziko, utapigana aje na utapata aje ushindi? Hiyo ndio swali. Bwana asifiwe. So Israeli wakajua, Laudi hatutawaendea tu hivyo, hatutaamka tu na tuende, bali tutajihoji rohoni mwetu, tutaona kama tumekosa, tutatubu mbele za Bwana na tutoe matoleo ambapo Bwana inampendeza, kisha tumuulize Bwana. Amen. Bwana asifiwe. Usikubali hii Januari iishe. Tafuta hata kama ni siku moja, ukae tu mbele za Bwana, umwambie Mungu, nimekosa miaka mingi, na ndio maana sijafungukiwa, ndio maana sijapata njia, ndio maana sijabarikiwa, maana baraka inatangazwa kila wakati, lakini kwako haijafika. Kwa nini? Kuna vizuizi zimezuia, kuna broko, kuna baria ambao huwa inasimama kila mwaka, wakitangaza baraka nao huwa wanasimama kutangaza isitimie. Lakini watoto wa Mungu wale ambao wanatembea na hekima, si kwa nguvu zao, wataona ushindi wa Bwana. Amen. Wakakaa mbele za Bwana. Hata wewe tafuta siku, ukae mbele za Bwana, umwambie Bwana, nimetubu, ninakuja mbele zako, na moyo ulionyenyekea, na moyo uliovunjika, unasema hutakosa kuusikia.
Baba, niambie vile yale yako mbele yangu, niambie vile nitakavyoshinda, maana ni saa yangu ya kushinda, ni wakati wangu wa kupiganiwa, ni saa yangu ya mafanikio, ni saa yangu ya kutoboa. Bwana asifiwe. So wale watabarikiwa wale watakaa kulingana na mapenzi ya Mungu. Hata kama baraka itatabiriwa kila mahali, ni yule atakaa kadri na mapenzi ya Mungu. Bwana asifiwe. Hiyo ingine itakuwa ni corruption. Lakini kama utakaa na kuzitafuta njia za Bwana na kutafuta uso wa Bwana, wewe utabarikiwa na huu mwaka utakuwa ni wako. Kama utazidi kutafuta uso wa Bwana, kukaa kadri na mapenzi yake, huu mwaka ni wako, utabarikiwa. Unless otherwise. Amen. So kuna baraka with condition. Bwana asifiwe. Ni baraka ambayo iko na condition. Kwa nini? Ukikaa kama vile Mungu anataka, kuna baraka. Kama haukai hivyo, wewe utaendelea kuiba mwaka na wengine utapeleka wengine. Lakini kama utakaa kadri na mapenzi ya Bwana, wewe utabarikiwa. So Israeli wakakaa mbele za Bwana, wakajinyenyekesha, wakatafuta uso, kisha wakamuuliza kama ni vizuri twende. Mungu akawaambia enendeni, na walikuwa na sanduku ya agano, wakaibeba pamoja nao. Bwana asifiwe. Huu mwaka usimwache Yesu nyuma mahali. Usiachilie kutafuta uso wa Bwana. Usiliache neno, usiache maombi, usiache kufunga. Bwana asifiwe. Yaani badilisha vita. Hata kama ulikuwa unapigana vita bila kujua, raundi hii badilisha vita vyako. Pigana na maombi, pigana na fasting, pigana na dhabihu. Bwana asifiwe. Maana vita zingine hautashinda mpaka uingie katika maombi, mpaka usiinulie dhabihu. Vita zingine hautashinda mpaka ubebe sanduku la agano pamoja na wewe, mpaka umuulize Mungu kwanza, ndio uweze kushinda katika huu mwaka. Ndio Mungu akuongoze, ndio Mungu akufanikishe sana, mpaka utafute uso wake. Umuulize Mungu, nasemaje? Na nikifika hapa nitafanya nini? Mungu, na kule ninapokwenda kuko salama ama nitafanya nini? Amen. Bwana asifiwe. Uliza Mungu. Usiende tu. Uliza Mungu, unatakaje na huu mwaka? Ndio tumeanza. Nimeshindwa mara mingi. Unatakaje Mungu? Unatakaje? Baba, unatakaje katika huu mwaka? Naomba unishindanie, naomba unipiganie, naomba uende pamoja na mimi, naomba ushirika wako, naomba neema yako. Bwana asifiwe. Ndio unaweza kosa kuitisha baraka na uombe kutembea na Mungu na bado ubarikiwe. Bwana asifiwe. Unaweza kosa kumwambia Mungu ni nini unahitaji hiyo, lakini utembee pamoja na yeye mpaka akubariki. Amen. Kuna wale nasema aliwapatia zile vitu hata hakuwa wamekuitisha. Yaani aliwa bless, aliwabariki mpaka na zile vitu hakuwa wamekuitisha. Kwa sababu walitembea pamoja na Mungu, naye akaona ni vizuri awabariki mpaka na zile vitu hawakuitisha. Mungu akutendee hivyo katika jina la Yesu. Hata zile vitu haujamuitisha, hata zile haukuzipata mbele zake, Baba na akupatie, Baba na akumilikishe, afanye ufanikiwe sana. Utakapoibeba sanduku la agano pamoja na wewe, na umuulize Bwana na uweke maombi, weka bidii. Na hiyo ndio message tulipewa Bwana. Tukaamua ili mwaka weka bidii kutafuta Mungu na uso wake, nawe utabarikiwa. Amen. Na utasahau ile hasara ulienda. Kama Israeli walipigana wakashinda hiyo siku, wakasahau walikuwa wamepoteza 36,000. Amen. Kama umepoteza hii mwaka, Mungu atakupa siku moja ushinde, usahau kama ulikuwa umeshindwa, kama ulikuwa na vita, kama ulikuwa umecheleweshwa, kama ulikuwa kwa maskini, kama ulikuwa kwa madeni. Bwana afanye kitu, afanye jambo katika mwaka huu, mpaka ifanye usahau na kule ambako ulikuwa umetoka kwa kufikiriwa. Hiyo mateso utaisahau. Amen. Afanye tu jambo moja, ifanye usahau na mateso yote uliyofanya uteseke. Bwana asifiwe. Mtu mwenye njaa hasibishani na chakula mingi, sahani moja tu, na ameishi njaa miaka mingi, lakini sahani moja tu. Mungu atende muujiza mmoja tu, akusibishe katika jina la Yesu, abadilishe maisha yako moja tu, ibadilishe kila kitu.
siku moja tu, risali moja tu, dakika moja tu, ifanye kila kitu ibadilike kwako. Simama na miguu yako.